Kwa sababu kama ulikuwa uoe, ungeoa wakati ulikuwa hauna. Sasa ukipata pesa unaanza kusema, you know, my wife is ashamed me, she doesn't know how to speak in English. When we go to those higher meetings, you can't know what she is saying. Kama mke wako hajui Kisugu, mtafsirie. Si mshaina anakujanga hapa anaongea bili, tunaambiwa anasema ya kwamba anawapenda, tunajua ni hivyo ama si hivyo. Kama wanatafsiria mshaina, mke wako si mzuri kuliko mshaina. Wana biashara wengine wakiona kumeshinikana, wanaenda Mombasa. Nilienda Mombasa kuhubiri, nikauliza watu, "Mbona ile majini ilikuwa inatusubua hapa sioni?" Wakaniambia ilinunuliwa yote na wafanyi biashara wa Nairobi. Majini hata ilinunuliwa yote ikakuja hapa inakanga area hii. Ndio unaona unafungua biashara vizuri, unalipishwa kila kitu, unafungua milango, inakwisha. Maana kuna vitu vingine hatuoni na zipo wapi? Leo zikwisha katika jina la Yesu. Tunataka fair competition. Sio kukompiti na mtu iko na majini. Tunataka kukompiti na mtu ambaye anatumia akili na sisi tunatumia akili. Tuonane kwenye kiwanja ya biashara. Lakini sio tuonane kiwanja ya biashara na majini. Hii shidwe katika jina la Yesu. Shidano fair in business. Ukiona mtu anakasirika uachane naye. Security yote iko hapa, mimi nitaongea. Niongee nisiongee. Haleluya. Wacha tuangalie mstari huo mwingine, mstari wa 8. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi alitenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za ibilisi. Kuvunja madhabahu, kuvunja nguvu za shetani ni Bwana Yesu peke yake anaweza. Ndivyo imeandikwa hapa, na mimi ninamwamini mia kwa. Niliombea mzee mmoja ambaye alikuwa mfanyi biashara, lakini alifilisika, akafilisika mpaka akajenga kanyumba ya makaratasi. Nikaona mzee tukiabudu kanisani anaiba sana. Nikataka kumuuliza unakaa wapi? Naweza kukutembelea nikubariki. Akaniambia pastor nitembelee tu kwa sababu kuna siku niliota umekuja kunitembelea. Tukaenda kwake. Nilipoona tumeondoka town nikamuuliza tumeondoka town. Akaniambia si bali sasa. Nikamwambia na hakuna nyumba. Akaniambia vumilia mtumishi wa Mungu. Tukapiga kona. Tukaingia kwa majani, tukaenda karibu na mto. Nikakuta kanyumba ya makaratasi ya nylon. Nikamwambia hii ndio nyumba. Akaniambia karibu, na niliona umekuja hapa na umekuja. Akainua karatasi. Tukaingia ndani. Tukakaa chini. Hakuna kiti. Kiti ni mikebe. Ile mikubwa ya mafuta ya kukula. Na unajua sasa kama pastor lazima nikae, siwezi kusema ni baya. Akaniambia lazima nikupikie kitu. Sasa naangalia ile tusufuria inapika kitu. Ninaomba Mungu namwambia takasa. Na kwa sababu yeye hagojeki, naamini hata mimi sitagojeka. Kaingia hapo akapika kahawa goma kale kakushunga na kichungi. Akaniwekea kwa mkebe ya kibo. Nikakunywa tu, tukakunywa vizuri. Akaniambia sasa nilipoota ya kwamba utakuja hapa, niliomba Mungu nikamwambia akikuja hapa aniombee niwe na mke. Nikaangalia hapo nikashindwa. Hata kama mimi mwenyewe ningekuwa mke, ningekubali kuingizwa kwa makaratasi. Nikamuuliza neiba aliye karibu ni nani? Akaniambia hapa hakuna neiba, neiba ni mto na hakuna kitu kingine hapa. Lakini nilimuombea. Ninataka kuinua imani yenu kwenye maombi. Niliombea huyo mzee katika jina la Yesu, tukaomba na kaamini. Wakati nilimwacha ameota ndoto ya pili. Aliota jioni hiyo wakati niliondoka kwake. Akaona ya kwamba hapo anakaa kwa hiyo mto about 10 meters. Akakuja akachukuliwa na mtu akaambiwa kuja hapa. Shiba hapa. Akaambiwa asubuhi ukiamka ushiba hapa area hii yote. Nimesikia maombi yako, utapata mke na utapata mali. Alienda akashiba asubuhi. Watu wakipita walimuuliza, wewe kweli umeharibika kichwa? Unashiba kwa mto? Akasema ndoto ilisema baada ya kuombewa nishimbe. Watu wa business community baada ya leo, kile utaonyeshwa fanya, utafanikiwa. Suleiman wakati alienda akainua madhabahu kama hii, akatoa ng'ombe 1000 kwa madhabahu. Jioni hiyo ni nini ilikuja?
Ndoto. Akaambiwa sema unataka nini na nitakupatia. Na hapo ndipo alisema apewe hekima ambaye tunaongea juu yake mpaka leo. Sasa mzee wakati nilimwacha aliona ashiba. Aliposhiba hapo mita 2 akaanza kugonga kitu. Sasa akaanza kutoa mchanga na mikono, na wakati alishiba alikuta wakati wa Second World War, Italian War, wa Italiani wale walikuwa wanaishi kwa hiyo town. Walipoona kabisa vita imekuja na lazima ipiganwe, walienda hapo wakashiba shimo kubwa sana. Wakaweka ile matopale ya zamani ya Italiani. Wakapanga vizuri, wakazika ati World War ikikwisha watarudi. Walirudi. Lakini Mungu akiwa mbinguni akaona matopale imezikwa. Mzee huyo niliombea ndio alishiba matopale. Aliniita akaniambia kuja ujionee. Nikakuta maroli yote ya matajiri imepangwa line. Anawauzia vile anataka. Paka nilimuuliza, nani amekwambia bei ya hii matopale na ni ya zamani? Akaniambia nashika hivi, nashika bei. Baadaye akaenda kwa chifu, chifu akampatia kiwanja kizuri hapo, akajenga nyumba, akaniita Sunday. Nilimkosa Sunday kadhaa, alafu wakati alikuja akaniambia nyumba imekwisha. Nikaenda kumsaidia, nikakuta nyumba ya bedroom 3. Na sasa nikamwambia ile maombi ya mama sasa inaweza kujibiwa ene time. Na wala tulikuwa tumeenda nao ushirika, alipata mmoja. The rest is history. Mnataka kuniambia tukiomba hapa hatuja tutajua siri ya biashara hapa Nairobi? Bwana Yesu asifiwe. So ningependa kusomea neno hilo niwaambie, shetani mipango yake yote, kila kitu anavunjwa kazi zake na Bwana Yesu Kristo na damu yake. Diposa tumekuja hapa bila kuogopa ya kwamba tutafuja hizo nguvu katika jina la Yesu. Na wale mnazitumia na mmetoka hapa Kenya, sisi hatujui hizo vitu. Ni wewe umeenda kuzitafuta. Ziambie tumeambiwa uende. Nitafanya biashara na akili na nitafanikiwa. Kwa nini unataka kuongezwa akili ya jini? Si ufanye yako peke yako. Si uko na zote 5. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na akili 5 hizo zinaweza kufanya biashara na ufanikiwe. Hauhitaji akili ya 6 ya majini na vitu vingine havieleweki. Hakuna haja ya kuweka mifupa ya nguruwe kwa biashara yako. Sasa nguruwe itakusaidia. Nguruwe iko na akili kuliko wewe. Enda hapa chini uone vile nguruwe ina behave. Alafu unachukua mifupa yake unaweka hapa kwa biashara, hapa juu. Hata customer akiingia, mfupa inamguza kidogo ndio anunue. Wewe uko na problem. Unafikiria nguruwe ni mwerevu kuliko wewe na uko na 5 common senses. Lazima tuachane na nguruwe katika jina la Yesu. Gavana ukisikia wamenyamaza ni kushika nimeshika mahali. So ukisikia mifupa imeokotwa mingi hapa na Kajo, ujue ni ile mifupa iliwekwa na watu hapa. Tumeishinda katika jina la Yesu. Fair competition ni kucompete na watu wale wengine bila kutumia mifupa na bila kutumia nyusi na bila kutumia anything. Hata kuku usitumie. Nabii wako na watu wengi hapa wa biashara.